Hali gani msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Mbondei Msomi. The Storyteller ni Mbondei Msomi. Bwana, tuliishia sehemu ya kwanza ambapo tuliona kwamba mlango wa Asha ulijifungua wenyewe. Hii ilikuwa ni saa 7 usiku. Asha aliamka kutoka kwenye kitanda. Akawa na hofu kubwa sana iliyotanda katika moyo wake. Akachungulia dirishani. Huenda ikawa labda kuna mtu amefungua huo mlango, lakini hakuona chochote katika macho yake. Mara ghafla sauti ya maji yalikuwa yakitiririka kutoka kwenye bomba la chooni ikasikika. Asha akapata wasiwasi mkubwa. Akasema, ni kitu gani hiki? Akapata tena hofu kwenye moyo wake. Akakurupuka kitandani. Akapiga magoti na kusali. Akamwambia, Mungu, naomba unifumbue macho yangu niweze kukiona hichi ambacho nakisikia kwenye masikio yangu. Asha akatoka ndani kwenye chumba chake. Akafungua mlango. Akatazama kila kona ya nyumba ile, lakini hakuweza kuona mtu. Akaja upande wa pili. Hapa kulikuwa na hala la juu. Pale juu alikuta sanda, ambayo ile sanda ilikuwa ni ya muda mrefu sana. Ilikuwa imefungwa na kuvilingishwa na minyororo. Asha akashangaa sana, tena kwa mshangao mkubwa. Kwa nini hii sanda imefungwa na minyororo? Tena hii sanda ni ya kale. Mara ghafla sanda ikajifungua yenyewe. Ile sanda ilipojifungua yenyewe, aliona kichwa cha mtu ikiwa ndani, na yale macho ya kile kichwa ikimwangalia Asha moja kwa moja. Asha alilia sana, tena kwa sauti ya juu. Majirani wakaja, lakini majirani walipofika walikuta sanduku tupu, yani kama hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini walipotazama kwa umakini mkubwa, wakatazama tena upande wa pili, wakaona vumbi na harufu ya damu iliyokuwa inanuka, yani kama kulikuwa kumekufa mzoga. Dakika zikasogea, masaa yakaja, siku zikasogea. Vituko vikaendelea kutokea katika nyumba hii. Siku chache baadaye, mpangaji mwingine ambaye alifahamika kwa jina la Baba Chui alianza kutembea usiku, na majirani walimuona akizunguka akiwa utupu, yani uchi wa mnyama. Huyu Baba Chui, hii ilikuwa ni mida ya saa 9 kuelekea saa 10, yani mapambazuko usiku, huku akizungumza lugha isiyoeleweka. Kwa vijana wa sasa wanasema lugha gongana. Mtu mmoja alisema alimuona akiwa anachora alama za ajabu sana katika sakafu, tena kwa kutumia damu ya kuku. Lakini asubuhi Baba Chui alipoulizwa, alikana kufanya hivyo. Mpangaji mwingine bwana, ambaye alikuwa anaitwa Joram, kwa upande wake yeye mwenyewe alianza kuwa mgonjwa. Mara pindi tu kuyaona haya ambayo yanatokea katika nyumba hii ya Magic House ama jumba la maajabu. Mara kwa mara
huyu Joram alipokuwa akilala aliota ndoto mbaya sana, ikiwemo hii ya baba mwenye nyumba huyu mzee Tindwa alikuwa akimtokea mara kwa mara Joram. Siku moja huyu Joram alilala. Wakati wa usiku aliota ndoto mbaya sana, huku sauti ikisikika ya mzee Tindwa ambayo ilikuwa ikisema, "Uondoke kwenye nyumba yangu kabla siku ya 14. Ukikaidi roho yako itakuwa mlinzi mpya wa jumba hilo." Joram alipata wasiwasi mkubwa sana na aliamua kufanya uchunguzi wa historia ya jumba hili la kale. Siku moja Joram alienda kwa mzee mmoja ili kuchunguza au kutaka kujua kwamba kwa nini hili jumba lina miujiza kila itwapo leo. Na Joram aliamua kumtafuta mzee mmoja ambaye huyo mzee alionekana kuwa ni mzee wa busara mno, ambaye alikuwa anaishi maeneo ya jirani na jumba hilo. Huyu alifahamika kama mzee Charles. Huyu mzee Charles alimwambia ukweli wote kuhusiana na hili jumba la maajabu ama magic house. Na pia akamwambia kuwa hiyo siri asimwambie mtu yote, kwamba yeye ndiyo aliyemsimulia historia fupi ya jumba la maajabu ama magic house. Mzee Charles bwana alimwambia Joram kuwa hili jumba mnalokaa lina masharti makubwa na magumu mno. Hivyo ndio maana kabla ya nyinyi hakukuwa na mpangaji wa aina yoyote ndani ya nyumba hii. Na ndio maana mzee Charles anasema alishangaa kuona wapangaji wameingia katika nyumba ile. Mzee Charles alimwambia hiyo nyumba inaishi kupitia damu za watu, yani wapangaji. Kila mpangaji ambaye atakaa kwenye nyumba hiyo basi hatatoka salama kamwe. Wapangaji wote waliowahi kupanga katika nyumba hiyo wote wameangamia au wameteketea kama kafara ya mzee Tindwa. Na mzee Tindwa amekuwa akifanya hivi ili kuimarisha nguvu zake au kuimarisha ngome yake ya uchawi hata baada ya kifo. Siku 18 zilikaribia. Usiku mmoja mvua kubwa ilinyesha iliyoambatana na radi na giza nene. Miti ilianza kuyumba na ndege wa ajabu walisikika kwa sauti za aina tofauti tofauti. Umeme ulikatika hafla. Wapangaji wakaitana kila mmoja wao, kisha wakakaa sebuleni pasipo kujua wafanye nini usiku huo, maana ulikuwa ni usiku mkubwa sana. Mara ghafla waliona mlango wa mbele umejifungua wenyewe na madirisha yakijifunga tena kwa nguvu. Wakapata hofu sana. Baada ya madirisha kujifunga kwa nguvu, wakaona taa zote zimejizima, isipokuwa kwenye ukuta palikuwepo na mshumaa ambao ulikuwa umewaka. Huo mshumaa uliwaka kwa mwanga mkubwa sana, na ukiwa unaangazia kuna maandishi yalijitokeza punde tu yakawa yanasema, "Kafara ni lazima. Kati yenu kuna mmoja lazima afe ili kupata kafara na damu mwagike kwenye nyumba hii." Hayo ni maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa kwa kupitia damu na sio wino kama tulivyozoea. Ujumbe ukaendelea, "Chagueni mmoja wenu au wote mtaangamia kwa ujumla." Sofia huyu akiwa ni mama wa watoto wawili, lakini pia ni mjane,
alilia kwa sauti ya huruma sana. Akasema, naomba unichukue mimi, waache watoto wangu. Lakini kwa mshangao mkubwa, Baba Chui alisimama na kusema, mimi ndio mlinzi mpya wa jumba hili. Nilitumwa muda mrefu kabla yenu. Kwa nguvu zilizoeleka, akageuka kuwa kama mzimu huyu Baba Chui. Macho yake yakageuka kuwa mekundu sana kama tomato sauce. Baba Chui alianza kupaa juu ya sakafu. Akacheka kwa sauti ya kuzimu, yani kwa sauti ambayo haikuwahi kuzoeleka. Asha alijaribu kumwaga maji ya baraka kila kona ya jumba lile, lakini hayakufua dafu wala hayakumzuru Baba Chui. Hapo ndipo Joram alikumbuka ndoto zake alizokuwa akiota siku za nyuma, kuwa roho ya mzee Tindwa inataka mwili mpya. Kwa ujasiri Joram alionao, alitumia moto wa mshumaa kuchoma picha ya kale ya mzee Tindwa ambayo ilikuwa ukutani kwa muda mrefu sana. Nyumba yote ilianza kutikisika baada tu ya kuchomwa hiyo picha ya mzee Tindwa. Milango ikafunguka, kuta zikapasuka. Baba Chui alipiga kelele sana, kelele ya ajabu. Akayeyuka na kutoweka kama moshi. Asubuhi ilipofika, jumba lilikuwa limeharibika vibaya mno, yani vibaya sana. Polisi nao wakafika eneo hilo kutekeleza majukumu yao. Lakini polisi walipofika, walikuta wapangaji watatu tu. Kwa maana hapa Baba Chui alikuwa ameshatoweka tayari na hajulikani ameenda wapi, kwa sababu Baba Chui tunaona alitoweka kama moshi. Wapangaji hawa walikuwa tayari wana msongo mkubwa wa mawazo. Yani tunasema walikuwa wamepata mental confusion. Na walikuwa hawajui nini wafanye kwa kipindi hicho, kwa maana tayari wamehafilika. Na wenye hofu katika mioyo yao, walikuwa hawana kitu chochote ambacho wanaweza wakafanya. Bakari ambaye ni mmiliki wa hilo jumba alikamatwa na polisi kwa kosa la kuhusika kuwapangisha wapangaji katika jumba la hatari au jumba ambalo linaishi majini na mashetani. Lakini Bakari alipokuwa akipelekwa kituoni, aligeuka nyuma na kusema kwa sauti ya juu sana, nitawapangisha wapangaji wengine, bado jumba linahitaji kafara. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Bakari. Huyu ni mtoto wa baba mwenye nyumba, mzee Tindwa, ambaye ni mfu unaishi. Miaka miwili baadaye ikapita toka jumba la Magic House kufungiwa na serikali. Serikali walilipiga muhuri hili jumba, wakajenga uzio. Lakini walipojaribu kulivunja, mashine zote ziliharibika. Tena ziliharibika vibaya sana. Na mafundi nao walosubutu kujenga hilo jumba walikuwa wanapotea mmoja mmoja, pasipo kujua hawa mafundi wanapotea wanakwenda wapi kwa nyakati tofauti. Hii hali haikuwa ya kawaida. Sofia aliamuliwa na serikali kuwa ahame, na serikali itabeba jukumu lote la kumhamisha huyu Sofia. Hivyo Sofia akahamishwa kijiji cha mbali kabisa kutoka hapo ambapo alikuwepo. Lakini bado Sofia ilikuwa ndoto mbaya inamrudia kila itwapo leo. Ndoto mbaya sana kuhusiana na mzee Tindwa. Joram alipelekwa kliniki ya akili.
na madaktari walipompima Joram wakagundua kuwa Joram ana msongo mkubwa sana wa mawazo. Joram hakuwahi kuzungumza kitu chochote na mtu yoyote toka tukio hilo litokee. Na Asha naye alirudishwa chuoni, lakini aligeuka kuwa mtu wa tofauti sana. Asha alikuwa mkimya, mwenye maombi mengi kila muda. Na Asha aliandika kitabu kisichoelezeka kuhusu ndani ya Magic House au jumba la maajabu. Siku moja bwana, saa 8 usiku, yani huu ulikuwa ni usiku wa giza totoro. Tukumbuke kwamba Magic House au jumba la maajabu, baada ya matukio haya ambayo yalikuwa yanaendelea, serikali ikaweka uzio na kuweka walinzi walilinde jumba lile, kwamba hakuna mtu yote ambaye ataruhusiwa kukaa katika jumba lile. Siku moja ilikuwa ni saa 8 usiku. Walinzi hao ambao walikuwa wanalinda Magic House walikuta mlango wa mbele ukiwa wazi, pasipokujua nani amefungua. Walipoingia ndani, walikuta mtu amekaa kwenye kochi, tena sebuleni. Huyo alikuwa ni Joram. Alikuwa amevaa mavazi meusi na macho yalikuwa mekundu sana na hafifu. Na akacheka kwa taratibu sana huyu Joram. Siku iliyofuata, walinzi wote walitoroka. Wakaona kibarua kimeshaota nyasi, ni bora tuondoke tu, tuliache Magic House peke yake. Mchana wa pili ulipofika, watu waliokuwa jirani na jumba hilo walianza kuona kivuli cha mtu akipita madirishani. Wengine walidai kuhusika na vicheko vya watoto, yani sauti za kitoto zilikuwa zikiandama jumba hilo, au zilisheni kwa muda usiofahamika, lakini ni sauti za watoto wadogo. Ili hali jumba hilo halikuwa na mtu yoyote kwa kipindi hicho. Asha baadaye kuona habari kwenye runinga, alisafiri hadi Mivumoni. Aliamua kuwa Joram hakuwa yeye tena, alikuwa ameshukuliwa na roho ya mzee Tindwa. Huyu Asha akiwa na ameambatana na wachungaji watatu waliobeba mapambio na Biblia. Dhumuni lao kubwa ni kwenda kuvunja mihuri iliyowekwa na serikali na kuingia ndani ya jumba hilo. Pindi tu walipofika kwenye jumba hilo, walimkuta Joram akiwa kwenye dari ya jumba hilo. Tena Joram akiwa ameketi kwenye mduara uliochorwa kwa maandishi ya damu. Na miguuni pake palikuwa na vichwa vya kuku. Lakini pia palikuwa na vipande vya ngozi ya binadamu na msalaba uliogeuzwa, yani kinyume mbele, yani msalaba, sio kama tulivyozoea. Asha akasogea na akasema, Joram, kama unaniona, pigana, usimwachie mwili wako. Joram hakujibu. Sekunde chache baadaye, macho ya Joram yaligeuka kuwa ya kawaida. Alilia sana. Kisha ghafla umeme wa ajabu ulitoka sakafuni, ukawapiga wachungaji wawili hadi kupelekea kifo. Kuta za nyumba zilianza kutetemeka. Damu ya mzee Tindwa ikarudi.
na sauti ikasikika. Na msikilizaji na mtazamaji wa Mbondei Msomi, hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili. Ili kuendelea na sehemu ya tatu, tafadhali endelea kufuatilia na kusikiliza Mbondei Msomi. Subscribe, comment, share na like. Tafadhali usikose sehemu ya tatu ili kuweza kujua nini kiliwapata wapangaji hawa kwenye Magic House ama nyumba ya maajabu. Asante.